Yes, Kochifa zetu elimu another days. Sikiliza mjomba, unajua Mwenyezi Mungu ameumba nafsi tofauti, shanisoma, na vile vile kuna nafsi au watu wengine wamepewa kipaji maalum au wamepewa kama ishara au wametunukiwa, unaweza ukasema ni kitu cha utulivu. Nafsi zao za utulivu hazipendi mambo machafu, hazipendi kufanya mambo machafu kuwakera watu, hazipendi kufanya watu wakasirike, ushanisoma, kwa sababu tayari wao nafsi zao za utulivu. Kwa hiyo wanaweza wakajizalimisha kufanya jambo baya, kumkera mtu, kumuibia mtu, ushanisoma, afu baadaye wakajutia. Na vile vile inakuwa wanataka kuwa wahuni au sometime na vijana wengine ukamtazama tu unajua kama huyu hajaelekea kuwa muhuni, lakini anajizalimisha kuingia katika magurupu ya wahuni, kujifanya na vitendo vihuni, vitendo vya vichafu, vitendo vibaya, shafahamu, lakini haelekei. Mnaweza wenyewe mkasema mbona jamaa haelekei na matendo yake? Kwa sababu gani? Ni kweli jinsi anavyoenda maisha yake na jinsi alivyo haendani na mambo mabaya. Kwa hiyo hata kama akifanya jambo baya, basi wakati atapopata matatizo, mfano kupelekwa kituoni au kufungwa jela, basi anakuwa anahuzunika sana na anajutia sana. Kwa sababu gani? Sio dhamira yake na sio maisha yake anaoishi yale. Kwa hiyo ukijihisi wewe ni mtu mtulivu, basi ishi hivyo hivyo utulivu, na watu ndo wanakupenda. Na ndio maana ukakuta watu wale wakimya, watu watulivu, wanakuwa watu wanawapenda sana, kwa sababu na utulivu wao, shafahamu, na ukimya wao, shanisoma. Kwa hiyo hata kama ukienda kumsingizia jambo kwa watu wengine, kumpakazia ubaya, basi watu hawezi kuamini, hawawezi kukubali maneno yako unayosema, kwa sababu wanajua kama huyo unomsema yeye ni mtulivu. Na watu vile vile, watu wakimya, watu watulivu, Mungu amewapa nguvu fulani ama ya kufikiria na kutenda jambo jema, au katika kufanya kazi wanakuwa wanafanya kazi kwa bidii na kazi wanafanya vizuri, shanisoma. Kwa sababu gani? Ni watu muda mwingi wanakaa wanafikiria, alafu na muda mwingi wanakaa wanatuliza akili yao, kwa sababu kukaa peke yao inawasababisha kufikiria mambo mazuri zaidi na kuchanganua matatizo yao na kufikiria mbele, na vile vile kujali jambo la mtu mwingine. Kwa hiyo hata kama akijizalimisha kuingia katika magurupu mabaya, kuwafuata marafiki wabaya, nafsi yake inakuwa nzito, hawezi kufanya hivyo. Lakini vishawishi vingine vinakuwa vinamlazimisha kufanya, kama marafiki wa karibu akiwa nao ambao hawaendani na tabia alikuwa nao yeye. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa inampata yeye. Kwa hiyo ndio maana ukaona wanakuwa najuta sana, na hasa wakipata matatizo. Jaribu sana kuishi katika maisha ambayo Mungu amekupa ya utulivu. Kama utulivu ni ukaa mtulivu, ushanisoma. Usishawishike na vishawishi vingine. Ukishawishika na vishawishi vingine, ndio majuto yatakujia katika nafsi yako. Shukran. Zetu elimu Kochifa. Hii ni kwa vijana wote. Yes.